Hi guys, welcome back. Part 2 of how I dated a committee prisoner. Haya. Sasa mimi nimeenda nimemtembelea siku hiyo day nikarudi. Kurudi hiyo siku sasa si hatuku kuongea kwa nini but nikamtumia message. Okay, nilikuwa na mdosi alikuwa amenipatia Motorola. Hiyo wakati ni Motorola C117 zilikuwa zimetokezea na zilikuwa na Facebook. So ulikuwa unatumia credit. Hakukuwa na vitu na bundles, unatumia credit kuingia online. Hiyo wakati nilikuwa mdosi wewe niko na kasimu Motorola C117. Hiyo ndio it was my first phone kutumia. So nikamtumia message, nimeenda nimeona bradhako, he's fine, he's doing fine, ako sawa, amekusalamia. Haku reply hiyo siku hakuingia online. The next day after ndio tukaanza tena kuongea. Akaniambia alishukuru kwa vitu zenye ulimletea, asante sana and everything, and I was like karibu. Haya. Ndi tukakaa ikafika karibu end month tena tulikuwa sasa tuna chat. Ilikuwa imebakisha like a few weeks to end month. Kaanza kuchata akasema unaweza kuja brother wangu amesema hana boxers, unaweza mbaia boxers 2, umbaie na sampia sabuni, toothpaste zimeisha, umbaie zingine. Nikasema sawa. Sasa hizo this guy hata hakuwa ananitumia hata do. Mimi nilikuwa na expect mtu mwenye ako kwa port Mombasa, mwenye ana import vitu kutoka ng'ambo. Alikuwa ameniambia sijui ananunua vitu mizigo kutoka Dubai, sijui China, sijui wapi analeta alafu ana supply. So nilikuwa nashindwa. Yaani mse hata hawezi nitumia hata do. Sasa ni mimi ndiye anashinda akituma alafu ananiambia. Nilikuwa nimemuomba namba yake ya simu. Akaniambia yeye hana simu yake, hananga simu, hana simu, hana time na simu. So mostly ana prefer kuongea tu online juu anakuanga busy hata kuangi na time ya kuongea kwa simu. Haya. So end month nikaenda nikatembelea brother yake the second time. So brother yake akaniambia visiting, kuna ile visiting ya prisoners inakuanga every year, sijui inakuanga once ama hapo mid year. I can't remember exactly when. Akaniambia ati ukikuja unilete food nini. Hiyo siku you are allowed to bring food, pia na vitu hizi zingine, but huwa like food lazima utaonja kabla uingie nayo huko. Mimi mzuri hivyo. Hiyo end month yenye ilifuata mshahara wangu yote wacha nifanyie kijana wenyewe shopping, my in-law. Mark you, I'm doing all this, sijaona huyu boy wangu ule wa online. Tunashinanga tu tukichat online Facebook. Sijai muona face to face, hatujai kutana face to face. So mimi na play wifi duties. Akaniambia ati umpikie chakula kama unaweza pata kuku full. Ati don't worry my love, you know now you're my wife. Very soon utakuja huku Mombasa, tutakaa life poa. Hiyo wakati nakwambia nilikuwa nimeshaanza kudharau. Mama Diana forgive me. Nilikuwa in love, sikuwa najua. So hiyo nimeanza kuwa na kakiburi. But again, kuna venye na feel huyu mtu ananitumia, lakini hata sikuwa naona hiyo wakati nilikuwa in love hata ungeniambia. Sikuwa nashikanisha kitu yote. Mimi nilikuwa like zile za haya. Hiyo siku yenye ndio niende, uzuri ilikuwa Sunday tena, hiyo siku ya visiting. Nikaiba kuku ya mdosi, nikapika. Nilipika usiku hiyo kuku. Nilipikanga usiku nakumbuka. A full chicken. Mama Diana kwanza alikuja kuniuliza baadaye kuku yenye ilikuwa hapa ile nikamwambia nilipikianga kina Diana. Kumbe nilipika nikapeleka kamiti. Haya. Nikaiba mchele nikapika. Nilipika hizo vitu zote usiku juu Mama Diana usiku hakuanga anarudi mapema. So mimi ndo nilikuanga jikoni. So nikipika like haina noma, mimi ndo niko jikoni. So nikapika mchele hiyo Saturday jioni, kuku, cabbage. Alafu sasa hiyo pesa yangu alikuwa ameniambia bado nimnunulie sabuni, mafuta, toothpaste, tissue, hizi vitu za toiletries. Zinaitwa toiletries, sio toiletries. Haya plus tena alikuwa ameniambia nimtumie tena boxers zingine, niende ninunulie brother yake boxers zingine 3 juu zenye zilikuwa ziliibiwa. So akaniambia nimnunulie zingine. Then akaniambia nini nimbaie chapo,
animtengenezee, nimbaie chapo pia nini. So chapo niliona siwezi pika juu watoto kwa nyumba watajua napika chapo kwa nini. Lakini mchele hiyo siku ilikuwa menu ya mchele. So that is when nilipata advantage ya kupika hiyo mchele. But hao walikula na nyama, mimi nilipika kuku kando. Haya. Nikafika tao. Nikabai chapo. Unaona zile chapo zenye zilikuwanga zinauzwa Tuskys zile za 40 bob. It used to be 40 bob moja. Yes. Nikabai chapo ngapi? 20. Kwanza alikuwa specific umnunulie chapo 20. Na ujue hajanitumia hata do. Sasa hiyo ni mshahara yangu natumia sasa 5,000. By then nilikuwa napata 5,000 salo ya house help. 5,000. Nikabai chapo. Haya. Alafu pia alikuwa ameniambia nikifika huko nibakishe some pocket money. Hii pocket money inakuanga yale like unaenda kuna venye unapeana hapo anapewa like in form of papers. But so unaandikisha pale in form of papers. Nika save 2,000. Nikaenda nikapeana pale kwa committee. I've used all the money. Mshahara wangu yenye nilipewa yote 5,000. Nimetumia yote. Msichana anaenda kupelekea guys. Mnasikia ati kudate mtu. Haya. But by then mi sasa nilikuwa nimeanza sasa kuboeka juu msichana anataka nitumie do zangu alafu anasema nisijali wakati nitaenda huko atanitumia hiyo do like ata refund. He's rich, he's filthy rich. Like I should not worry, now I'm the wife and everything. Mimi nikasema tu sawa. Nikaenda Tuskys nilinunua chapo za zile za 40 bob. Chapo ngapi? 20. Hiyo ni how much? 800. Yeah, 800 juu 10 ni 400. Alafu another 10 400. Hiyo ni 800. Haya, nikanunua boxers. Nikanunua nini nyingine? Ilikuwa boxers, sabuni, tissue, toothpaste, mafuta. Hizo nilinunua tu Tuskys na chapo. Na nikanunua pia sausages, nikamnunulia nini nyingine? Okay, food ndio ilikuwa more nini. Na sijawaambia nilienda pia Mdhurwa Marikiti kununua mahindi. Msichana wenye mama Dana nilitai mtu ametoka, ilikuwa working day. Na tu wameenda shule. Nikatoka mbio nikaenda mpaka Tao kwenda kununua mahindi juu alikuwa amesema pia nimletee mahindi ile ya kupikwa. Nikaenda nikanunua mahindi nikampikia. Ngeniona. Sasa hiyo mtoto wangu hata sijamtumia hata kakitu home. Sasa hiyo venye alikuwa bado kadogo. Nikapeleka. But mimi nilianza kufeel this guy ni huyu mwenye tuna church na yeye ndio huyu mwenye ako prison. So ile siku nilienda kuvisit ikakuwa nakutana na watu wake na wauliza mnajua Abdi? Atasema hawajui Abdi. Alafu hata walikuwa waelewi Kiswahili vizuri. So kuna ule mwenye alikuwa translator wao. Kauliza mnajua Abdi? Akasema hawajui Abdi ni nani. Ati yako Mombasa, hawajui hata mtu yote Mombasa. Nikauliza huyu msichana, sasa nikaita huyu msichana kando. Nikamuuliza hujui Abdi ako Mombasa hata yeye ndiye amenituma. Hata wao walikuwa wanijui. So hata mimi wananiulizia nani like najuana aje na yeye. Ndio nikagundua ile account nikauliza na mnaongeanga na yeye aje ati yako na Facebook account yenye huwa tunaongeanga naye. Sasa hiyo ndio yenye natumia. Nikamwambia hebu nionyeshe hiyo Facebook account. Guess what guys? Facebook account yenye nilikuwa natumia ndio yenye pia wao walikuwa wanatumia as family. So guys, I was dating somebody mwenye ako Kamiti. My rich guy. Ni mse alikuwa Kamiti. Nilifikisha tu hiyo food nikampea na nikajitoa na nilirudi home nikamwambia nimejua tabia zako. You are the same person who is in Kamiti. Na hivyo ndo nilimblock. Nilishiwa nguvu. My rich guy was a Kamiti prisoner that I was dating. Since then, I learned the lesson the hard way, guys. See you guys in my next video. Let's catch up. Najaribu tu kuwasichanua. My next video, mtasikia how sasa nilidate sasa mzungu mwenye ako Wajir. Ameleta msaada Wajir. Guys, I've suffered on these streets of dating. Someone to send me a soda. Namba yangu iko hapo kwa bio. Finally nimeiweka hapo kwa bio for those who have been asking for my number. Thank you and see you in my next video. Bye. Turus.